Habari, naitwa Dr. Constancia aka Dr. Connie. Karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Pia unaweza kanipata kwenye account za social media ikiwemo Instagram, username Dr. Connie. Kama una maswali juu ya mafundisho mbalimbali ninayotoa ama unataka kufanya booking kwa ajili ya check-up, unaweza ukachat nami kwa namba zangu za WhatsApp 0718 812 108. Leo tutaongelea kuhusu mafindofindo. Ni nini kinasababisha mafindofindo pamoja na jinsi ya kufanya matibabu. Mafindofindo ni tezi mbili zinazokaa katika koo upande wa kulia na kushoto. Haya ni matezi ya ulinzi dhidi ya infection na matatizo mbalimbali kwenye mwili wa binadamu. Mafindofindo yanaweza kuleta shida kwa watoto na kwa watu wazima, na ziko sababu mbalimbali zinazoweza kupelekea mafindofindo kuwa na shida. Moja ya sababu kuu ni infection kwenye mafindofindo ama maambukizi, kwa kitaalamu inaitwa tonsillitis, kutokana na wadudu ama virus ama shida nyingine zozote zinaweza kusababisha tatizo katika mafindofindo. Na infection hizi zimegawanyika sehemu mbili. Zinaweza zikawa za kujirudia, kitaalamu zinaitwa chronic, au ya mara chache kwa muda wa mwaka, yani acute infections za hapa na pale. Sasa zipo sababu nyinginezo ukiachana na infection ambazo zinaweza kuleta shida kwenye mafindofindo, ikiwemo kuvimba kwa mafindofindo, kitaalamu inaitwa tonsillar hypertrophy. Mafindofindo ya kivimba hubana na kusababisha mtu kupata shida wakati wa kupumua ama mtu kukoroma akiwa amelala. Lakini pia shida nyingine inayoweza kutokea kwenye mafindofindo, hasa yale ambayo yana chronic tonsillitis ama infections za mara kwa mara, ni kutengeneza vinjia. Yani kama mtu ameshawahi kuwa na historia ya kupata infections za tonsil mara kwa mara, basi tonsil zake zitatengeneza mifereji ama njia, ama kitaalamu zinaitwa crypts, ambazo hizi zinakusanya mabaki ya chakula na kutengeneza tonsillar stones, ambazo tutaziongelea kwenye somo lijalo. Lakini pia shida nyingine ya mafindofindo, ambayo hii inatokea pia kwa watu wazima, ni kupata kansa ya mafindofindo, na mara nyingi hutokea katika upande mmoja wa findofindo, yani inaitwa tonsillar tumor. Na matibabu yake hii ni kutoa hiyo tonsil yenye uvimbe na kufanya uchunguzi zaidi kufahamu ni aina gani ya uvimbe ama saratani iliyotokea katika hayo mafindofindo. Mafindofindo yanatibika. Infections za mafindofindo pia hutibika kwa dawa za antibiotics. Pia tiba nyingine ya mafindofindo, hasa yale yanayojirudia, tunasema zaidi ya mara 3 kwa mwaka mtu anapata infection ya mafindofindo, tiba yake ni kufanya operation ya kuyaondoa ama kufanya upasuaji wa kuyaondoa mafindofindo. Asante kwa kunisikiliza na kutakia siku njema.